pata kutoka kwa Mungu. A double-minded person can never succeed. Mtu wa kuwili hawezi fanikiwa. There must be a decision that we have to make. Lazima kuwe na maamuzi ambayo lazima tufanye. If you are in the light, ikiwa uko upande wa mwangaza, remain in the light. Baki katika mwangaza. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. If we are in the light, ikiwa tuko ndani ya mwangaza, nuru, tumia nuru. Nuru. Let us remain in the light. Wacha tubaki katika nuru. God wants to bless you. Mungu anataka kukubariki wewe. But your double-mindedness, lakini kweli kwako, hinders the blessings of God. Inazuia baraka za Mungu. When we read in James, as we finish up, let me read there. Tunaposoma katika Yakobo, so that you may see what the man of God was speaking. Ili tukaone ni nini mtumishi wa Mungu alikuwa anasema. But when we ask, verse 6, but when he asks, he must believe and not doubt. Ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote. Because he who doubts is like a wave of the sea. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari, blown and tossed by the winds. Lililochukuliwa na upepo. That man should not think he will receive anything from the Lord. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. He is a double-minded man, unstable in all he does. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake zote. So a double-minded person can never receive from God. You can never be in light and you go to the darkness. It can't work. Huwezi kuwa mtu wa kweli na utembee katika kisa na ukue katika mwangaza. You can never be in obedience and then you are also disobedient. Huwezi kuwa katika kuasi na wakati mwingine pia wewe ni muasi. It can never work. Haiwezi kuwafanya hivyo. If it is obedience, live in obedience. Ikiwa katika kuasi, wewe ishi tu katika kuasi. If it is in disobedience, dwell in the disobedience. Ikiwa katika kuasi, dumu katika kuasi. And if it is in obedience, live in obedience. Ikiwa katika kutii, ishi katika kutii. Stop these things of trying to prove a point when you know you are not walking in obedience. Wacha hii mambo ya kufanya ama kuonyesha ya kwamba kimefanyika. You want to show that you also matter. You want to show that you also matter. Unataka kuonyesha ya kwamba wewe pia ni mtu. Who doesn't know that you matter before God? Ni nani hajui ya kwamba wewe una maana mbele ya Mungu? Why do you want to prove to your neighbor? Kwa nini unataka kuonyesha jirani yako? Against the leadership. Kinyume na uongozi. It doesn't work. Haifanyi hivyo. A double-minded person cannot receive. Mtu wa nia mbili ama kweli hawezi pata. Are you getting me? Je, unanipata? A person in darkness cannot receive what is in the light. Mtu ambaye ni wa giza hawezi pokea kutoka katika nuru. Serve the Lord with all of your heart.
Mtumikie Mungu kwa moyo wako wote, with all of your strength, na nguvu zako zote, with all of your mind. na akili yako yote. This is where the devil is playing with. Hapa ndio mahali shetani anacheza nayo sana. Every time giving you bad thoughts. Kila wakati anakupa mawazo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tell your neighbor, live in the light. Ambia jirani, ishi ama dumu katika nuru. Bwana asifiwe sana. Amen. If you are coming, nowadays we begin our service at 7:30. If you come at 9, you are late. And we are finishing, stand up on your feet. Kama unakuja sasa hivi, tunaanza ibada yetu 1:30.